God is good and all the time. Nadhani mimi ndio nilikuwa wa kwanza kufika mahali hapa. At around I was in the village somehow. Nilikuwa ndani ya village. And then just came some few hours ago. Na nimekuwa saa kidogo saa chache tu. So yesterday I was a bit resting but I was not feeling comfortable. Jana nilikuwa napumzika, sikuwa najisikia vizuri kabisa. Then in the night I was sleepless. Na usiku nilikosa usingizi. At around 5 a.m. today. Leo ma 5h du matin. I woke up to open my phone. I got a message there. Nikaamuka, nikafungua simu yangu na nikakutana ujumbe message. One of my people, my mother whom she follows, has passed on at around 4 in the morning. Leo asubuhi saa alikutana ile message, akakutana kama kuna mmoja ambaye ni mdogo wa mama yake, yani mama leki yake amefariki. And some people rang me, they say we are preparing at around 10. Na wakamwambia kama leo saa 4 asubuhi wanajitayarisha kuenda kwenye mpango wa kilio. Akili yangu ikachanganyikiwa, nikataka nimpigie kiongozi hapa. J'ai été troublé, mon intelligence, et puis je voulais même faire appel au responsable. What am I supposed to do? Nitafanya nini sasa? Then I felt something strong in my heart. Nikasikia kitu moja ngumu sana ndani ya roho yangu. Wake up, Beth, you go to Munyonyo in the chapel, sit there, whatever God will tell you, you will decide from there. Amuka uende Munyonyo, ubaki pale kimya, ile ambao Mungu atakuambia na ndio yenyewe utatenda. So at around 7 I was already here. Tayari saa 1 asubuhi nilikuwa nimefika hapa. I entered the chapel there. Niliingia ndani ya chapel. And I was asking God many questions. Na nilikuwa nauliza Mungu maulizo mengi sana. Some of these questions are not bad. Maulizo fulani yenye nilimuuliza haiko mbaya. Because Jesus also asked the same question. Kwa sababu Yesu pia alikuwa anauliza hiyo maulizo. My God, why Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Inawezekana ile ulizo iko ndani ya roho yako, ndani ya roho yangu. And it is human. Na ni kianadamu. Because when a human being is defeated, kwa sababu wakati ile umutu inakuwa mudefi, he will ask that question. Utauliza ile ulizo. Why me? Kwa nini mimi? Why me? Kwa nini mimi? So I sat there. Nilikaa pale. Then after the chapel I came, I sat down there. Sasa nilimaliza mshapeli, nikakuwa nikaikaa chini hapa. When they are arranging these things. Wakati walikuwa wanatengeneza mahali hapa. Then somebody rang me from the village. Kisha mtu mmoja akanipigia kutoka village. So we are requesting you when you are coming. Akasema tuko tunakuomba wakati utakuwa unakuja tomorrow, kesho. Because our town is where you can get a very good how do you call jeneza coffin. Wakasema gisi kule muvile yenu ni fasi mzuri kwa nyumba, unaweza pata sanduku. So that I buy it and go with it. Ndio akasema eti yeye ndio auze serikali na aende nayo. So I said now already they have given me free day to stay here. Then at night I go early in the morning. A partir ya ile nikasema sawa, maana wanipatia kwanza siku mzima ya kubaki hapa, kisha leo jioni ndio nitanunua serikali, so ninaenda nayo. I have left the dead there, I am with the living here. So nimeacha wafu kule, niko na wale wazima hapa. So let's the living we continue. Ile sisi ambao tuko wazima tuendelee kwanza. Many times when I'm doing counseling, mara mingi wakati niko napana ushauri, some people come with problems. Watu wengi wanakuja na mashida. And they reach a point they say, na wanafikia kiwango ya kusema, fulani aliniumiza, quelqu'un m'a blessé, mpaka
mpaka mimi nina hasira, sijui kama nitamsamehe. Jusqu'au point que je suis tellement triste, je ne sais même pas si je saurais le pardonner. Like one of the MPs in Uganda. Ni kama vile moja wa depute mu Uganda. She said, alisema, if she goes to heaven, kama atafika mbinguni siku moja, and she finds Museveni there, she will never go back to hell. Na nakutana Museveni iko kule, atarudi yaka umwa aende Jehanamu. So people can get angry. Watu wanaweza pata kole because of something. Kwa ajili ya kitu fulani. And because they are angry, na kwa sababu wako ndani ya kole, they are not ready to change. Hawako tayari kwa kubadilika. And my thing which I always tell them, na mambo ambayo nawazoea kuambia, call the past past. Ita ile ambayo imepita imepita. Because even if you have a beloved friend, family member, kwa sababu hata kama uko na ndugu yako mpendwa sana wa jamaa, when he dies, wakati anafariki, we take and bury, unaenda unamzika, and we don't remain there. Na hautabaki kule. You have to come back and go continue with life. Unapasha rudi na uendelee na maisha. It is a matter of accepting. Ni kitu ya kuweza kubali. That God has chosen to take this person. Ya kwamba Mungu ameamua kuweza kumchukua huyo mtu. And I have no power over that. Na sina nguvu yoyote kwa ajili ya ile. The only power you have, nguvu yoyote ambayo ninayo, is to begin to walk and go ahead. Ni kuanza kutembea na kuendelea mbele. And pray for the person who has passed on. Na kuombea yule ambaye amefariki. The person has done something wrong to you. Mtu amefanya mabaya juu yako. You have no power to change that. Hauna nguvu ya kuibadilisha. But you have power to change the way you look at the things. Lakini una nguvu ya kuweza kubadilisha namna ambayo unaangalia mambo. So that was not my topic. Ile haikukuwa teme yangu. But the theme of our recollection today, lakini teme ya recollection yetu leo, it says, inasema, to be obedient like Christ. Kukuwa mtiifu kama Kristo. When Christ was teaching, wakati Yesu alikuwa anafundisha, kuna sehemu napenda sana. Ya quelque part où j'aime beaucoup. When he on Holy Thursday, wakati ya Jeudi Saint, he called his disciples. Aliita wafuasi wake wote. They sat down. Walikaa chini. And then he removed his garment. Akatoa nguo yake ile ya, and put it aside. Akaiweka pembeni. And he got a towel. Na akakamata essuie-main. And tied around his waist. Akaifunga mkiuno yake. And he began to wash the legs. Akaanza kuosha miguu ya wafuasi wake. When he reached on Simon Peter, wakati alifika kwa Simon Pierre, sasa haya sio maelezo ya kithiolojia lakini ya kwangu. Là je ne parle pas de la théologie mais c'est par rapport à moi-même. Peter akamwambia, kwa mimi hautaniosha miguu. Peter l'a dit, moi tu ne vas pas laver mes pieds. Jesus said, I will wash your legs. Yesu akasema nitaosha miguu yako. If I don't wash your legs, kama sioshe miguu yako, you are not part of me. Manake hauko katikati yangu. Why did Peter refuse? Kwa nini Peter alikataa? My interpretation, namna yangu ya kuweza kuelewa, Peter knew very soon he is going to take over the ministry. Pierre alijua kama hapa karibuni yeye ndio ataanza simamia ile ministeri ya Yesu. And if Jesus, who is the ministry leader, na kama Yesu ndo msimamizi wa hiyo huduma, ameanza kutuosha miguu, il commence à laver le pied. When I take over, these people will ask me to be washing their legs. Wakati nitakuwa kiongozi au watu watakuwa wananiambia niko naosha miguu yao. Na mimi siko tayari kuosha miguu ya mtu yeyote. Et moi je ne suis pas prêt à essuyer le pied de gens. So Yesu asiponiosha miguu, si Jésus-Christ ne me lave pas les pieds, wakati wangu ukifika, au bon moment, si ça arrive, wakinisema tuoshe miguu kama Yesu alivyotuosha, si on dit que nous devons maintenant laver le pied comme Jésus-Christ le faisait, nitawaambia mimi nilikuwa special, hata miguu wajaniosha. Maana yake I'm different. Je leur dirais que moi j'étais spécial parce que même mes pieds n'ont pas été lavés. Ça veut dire que je suis totalement différent. But Jesus also knew. Yesu alijua. He said, if I don't wash you, alisema kama sikuoshe miguu, you are not going to participate in this ministry. Hautaweza kuparticiper ndani ya huduma hii. Then
Peter was very wise. Peter alikuwa sana na hekima na akili werevu. And he told Jesus, akaambia Yesu, not only my legs, usioshe tu miguu yangu, my head, osha pia kichwa yangu and my hands. na mikono yangu. Is looking for a difference. Alikuwa anatafuta difference. So I will tell these people, na kusema kama nitaambiaka hawa watu, nyinyi waliwaosha miguu tu, lakini mimi kichwa, mikono na miguu, maana yake I am a different leader. Vous avez été lavé seulement le pied, mais moi j'ai été lavé et la tête et les mains. Ça veut dire que je suis totalement différent et je suis un vrai responsable. Akamwambia, Jésus-Christ l'a dit. Aliyooga hahitaji kuoga tena. Mimi natafuta miguu. Celui qui est lavé ne mérite pas de se laver encore. Moi je cherche le pied. Nisipokuosha hauko katika huduma hii. Si je ne te lave pas, ça veut dire que tu ne fais pas partie de ce ministère. Peter failed to give another excuse. Peter akashindwa kupana ingine excuse. Alivyomaliza kuosha miguu, Yesu akarudi, akavaa vazi lake, akakaa kwenye kiti. Quand Jésus a fini à laver le pied, il est rentré à sa place et puis il s'est assis. Akawauliza swali. Et il leur a demandé, mumeelewa jambo nililofanya? Avez-vous compris l'acte que je viens de faire? Munaniita Bwana na mwalimu. Vous m'appelez Seigneur et enseignant. Lakini nimewaosha miguu. Mais je vous ai lavé les pieds. So kwa sababu hiyo, et à cause de cela, lazima mutakuwa watumishi, vous devez maboss. Normalement devenir des serviteurs et non de boss, non de patron. Mutashuka. Vous allez descendre paka muwe watumishi, jusqu'à devenir des serviteurs. So, Jesus was teaching us an obedience of humility. Yesu alikuwa anatufundisha utiifu wa kuweza kuwa wapole sana. Amina. Amen. Because you might obey but you are not humble. Kwa sababu unaweza kuwa mtiifu lakini hauko mpole. So my topic here now, after looking at the theme, teme yangu leo nikiangalia jinsi ilivyopangwa. Kama kuna mtu wa Biblia ya Kiswahili atufungulie tuangalie Yesu na utii wake. Si y a quelqu'un qui a la Bible en Swahili, ouvrez pour nous et regardez là où il est écrit Jésus-Christ et son obéissance. How many wangapi wamekuja na Biblia? Combien sont venus avec leur Bible? Umekuja leo umebeba Biblia umekuja nayo. Mkono juu. Mais alors ceux qui sont venus avec leur Bible, hawafiki watu 10. Ils ne sont même pas 10 personnes. Sasa wacha nikuambie jambo hili. Laissez-moi vous dire ceci. Ukiwa umekuta mtu mjiani amevaa blouse hakuna skirt anaenda sokoni, unafikiria nini? Si tu croises quelqu'un qui est habillé en blouse et qui ne porte pas de jupe, qu'est-ce que tu vas dire? Amevaa blouse, skirt hakuna, yeye anatembea anaenda sokoni. Ukimwona utawaza nini? Qu'est-ce que tu vas penser? Ni kichaa. Utawazie kwa mwenda mazimu. Haya, ukija kwa maombi bila Biblia, wewe ni nini? Alors si tu pars à la prière sans Bible, ongea hicho, mwambie jirani yako hilo uliyosema. Uko na Biblia akisema hakuna, umwambie ulichosema. Mimi si ndio alisema, jibu limetoka kwenu. C'est pas moi qui le dis, mais la réponse est venue de vous. Amen. So next time you carry the Bible. Prochainement, s'il vous plaît, emportez avec vous la Bible. Otherwise you will be mad. Sinon, vous allez devenir de fous. Aha, nani ana Biblia ya Kiswahili hapa? Qui a la Bible de Swahili ici? Aha. Chukua hiyo mic umpatie. Tunasoma kitabu cha waraka wa Paulo kwa Wafilipi. Philippiens, Paul aux Philippiens, chapter 2 verse 6 up to 12. Philippiens 2 verset 6 à 12. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu, alikuwa kama namna ya Mungu,
naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Hajaona kuwa sawa na Mungu. Ni kitu cha kushikamana nacho, kama kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Alijifanya kama mtu asio na utukufu. Akatoa namna ya utumwa. Akachukua nafasi ya utumwa. Akawa anamfanana wanadamu. Akafanana na wanadamu, sio Mungu tena. Tuendelee. Tena tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, akaonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Alijinyenyekeza kuwa mtii mpaka akakubali mauti. Naam. Mauti ya msalaba. Na mauti ya msalaba, maana yake msalaba ni sehemu ya mtu aliyolaaniwa. Akakubali hiyo. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Mungu akamuinua mno. Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Akamupa jina lipitalo kila jina. Ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya dunia, vitu vya mbinguni, malaika watakatifu na watu hapa duniani, wa mfalme Kabaka Mutesa, na vya chini ya nchi, na nguvu za giza chini, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Kila ulimi mpaka wanyama watakiri Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Mstari wa 12 nasema, Basi wapendwa wangu, nyinyi kama vile mulivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, musiwe watii wakati mimi nipo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo. So Paulo anajaribu kuambia muda niliokuwepo muliti. Paul qui essaie un peu de leur dire, le temps que j'étais là, vous avez obéi. Lakini sasa kama sipo, mais si une fois je ne suis plus là, endelea kutii vile vile. Continuez à obéir mêmement. Unajua kuna watu wengine wanafanya kazi kwa utii. Vous savez, il y a d'autres gens qui travaillent par obéissance. Kama bosi yupo, si le patron est là, bosi asikuwepo, hawatii tena. Mais s'il n'est pas là, ils ne vont plus obéir. Nimeona house girl kwa nyumba. Je vis une dame, les dames de maison. Wanakuwa busy kufanya kazi kama bosi yupo. Elles sont souvent trop occupées à travailler si le patron bosi est là. Akitoka hivi basi wanarudi kwa TV hata kupiga watoto viboko. Mais si le patron n'est plus là, elle rentre et commence à regarder la télévision. Na nawaambia mkisema hivi mtaona. Elle dit si vous dites ça vous allez voir. Sasa vitoto vinakaa kimya. Et les enfants restent silencieux. Bosi anajua niko na msichana mtii. Le patron qui pense qu'elle a quand même quelqu'un qui est obéissante, pourtant c'est pas le cas. Paulo ameleta mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Paul a donné l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo alikuwa ni Mungu. Jésus-Christ était Dieu. Lakini akaacha utukufu wake kama Mungu.
Il a laissé sa gloire comme Dieu. akachukua mwili akawa kama mwanadamu. Il a pris la chair et est devenu comme un homme. Na alivyokuwa kama Et mwanadamu, quand il est devenu comme un homme, alikutana na changamoto mwanadamu anakutana nazo. il a traversé aussi des défis que nous les hommes nous traversons. Na souvent. Yesu alimtukana Et Jésus-Christ a été insulté. kwamba yuko na mapepo. Il était aussi possédé. Watu wengine wakasema kichwa zimeruka hazipo D'autres tena. disaient que peut-être il a perdu la tête. Lakini akachukua nafasi ya kuwa kama mtumwa Mais il a pris la place de devenir esclave mpaka akakubali na kifo. jusqu'à accepter la mort. So kama tunaenda kuongea sasa, mada yangu ni utii katika kanisa. Si nous parlons maintenant par rapport à mon thème aujourd'hui qui est donc l'obéissance de l'Église. Tunavyoongelea kuhusu kanisa, maana yake kichwa cha kanisa ni Kristo. Si nous parlons par rapport à l'Église, nous le savons que la tête de l'Église c'est Jésus-Christ lui-même. Na kama kichwa kilipigwa, Et si la tête a été sérieusement tabassée, attaquée, maana yake sehemu za mwili zingine nazo zitapigwa. ça veut dire que les autres parties du corps seront aussi affaiblies. Kama unaendesha gari ya moshi, Si tu es en train de conduire le train, kichwa kilichotangulia, kila kitu kutoka nyuma kitafata kichwa hicho. et que déjà la cabine qui est juste la cabine du chauffeur, So que yes, ça connaît un problème, et donc toutes les parties seront aussi. kama Yesu alitii baba yake na akakubali kufanya kusudi la baba yake, Si Jésus-Christ a obéi à son Père et il a accepté de faire sa volonté, na sisi wafasi wa Kristo lazima tutii, tufate nyayo za Kristo. nous aussi les disciples de Jésus-Christ, nous devons obéir et suivre ses pas. Uwezi kusema wewe ni Mkristo kama uwezi kutii kanisa linasema nini. Tu ne peux pas dire que toi tu es chrétien si tu ne sais pas obéir ce que dit l'Église. Uwezi kutii mambo mengine na ukashindwa mafundisho ya kanisa yanasema nini. Tu ne peux pas obéir à autre chose et tu as du mal à obéir les instructions de l'Église. So obedience to the church Leo utiifu kwa kanisa means obeying God and following his word. inamaanisha kuweza kumtii Mwenyezi Mungu na kufuata mwenendo wake. You cannot say I am a follower of Christ Hawezi sema mimi namfuata Yesu when the word of God says this and you are doing the opposite. wakati neno la Mungu linasema hivi na wewe unafanya mapenzi yako. So following, being obedient to the church, Kumfuata ama kukuwa mtiifu kwa kanisa it is also respecting the church ni kuweza kuheshimu pia kanisa and cooperating with the church authority. na kuweza kutembea sawasawa pamoja na wale wasimamizi wa kanisa. Today I was looking on TikTok. Leo nilikuwa naangalia TikTok. Someone was explaining how the popes were being elected. Mtu mmoja alikuwa anafasiria namna gani wapape wetu walikuwa wanachaguliwa. When Peter was about to leave, Wakati Pierre alikuwa anataka kutoka, he appointed somebody. eti akasema sasa kutakuwa mwingine mwenye atanifuata. So the popes, for around 7 popes, were all being appointed by the pope who is already in office. Ni kusema kwamba wakati ambao pape fulani anataka kutoka kiti, yeye mwenyewe anachagula nani atakayemgomboa. So time came, that system went off. Wakati ilifika na hiyo system ikaishia pale. Because a pope could appoint a person whom he loves. Kwa sababu pape anaweza akachagula mtu ambaye yeye mwenyewe anapenda. And maybe doesn't have qualifications. Na inawezekana huyo mtu hajastahili bado. They said we are going to change. Wakasema tutabadilisha. Now when they started to elect the popes, Wakati walianza sasa uchaguzi wa pape, it was deacons and priests who are choosing. ilikuwa wa mapadri pamoja na diakona. So they sent to the bishops to begin to see among the people they have sent the names, whom can we now select one. Wakakuwa wanatumia sasa waaskofu majina na kuangalia kama nani sasa ambao tunaweza tukamchagua. That system also reached a point, it caused a lot of confusion to the point that one church used to have 2 popes. Na ikafikia muda ambao ile pia ilileta confusion ndani ya kanisa mpaka kiwango ambayo
Saa zingine tulikuwa tunakutana kanisa na kuwa na wapape wawili. Like the mufti in Chibuli and the mufti in Old Kampala. Ni kusema mmoja anakuwa Chibuli na mwingine anakuwa Old Kampala. What is the problem there? Shida ilikuwa gani pale? A problem of obedience. Shida ya utiifu. It has started to affect. Ilianza kusumbua. How do we get two popes? Namna gani tunapata mapape wawili? Now time came. Na wakati ikafika. Emperor Constantine when he came in power. Empire Constantin wakati iliingia kupouvoir. He said. Akasema. The church is under him. Kanisa iko chini yangu. And it was the kingdom that used to appoint the pope. Na ikakuwa sasa kama vile royaume ndio inaanza kuchagua pape. Time came. Wakati ilifika. The church said. Kanisa ikasema. We must get out the kingdom authority into the election of the pope. Tunapasha kutoa autorite ya royaume ndani ya election ya pape. Now it will be the cardinals to appoint. Na sasa itakuwa ndio makardinali kuweza kufanya uchaguzi. So they reached a point there was a chaos somewhere. Wakafikia wakati ambao kulikuwa kao kabisa fasi moja fulani. The cardinals refused to go to elect the pope. Wakardinali wakaanza kataa kwenda kufanya uchaguzi wa pape. And it took 2 years without the pope. Na ikachukua miaka miwili bila pape wowote. So some of the authority came. Ni kusema wakati moja hivi kuna ile autorite ambayo ilifika. They called the cardinals, they came and gathered in Vatican. Wakakutanisha makardinali wote na wakakutana pale Vatican. They took them in the house. Wakawachukua kwenye nyumba hivi. They locked them there. Wakawafungia ndani. And they removed the roof. Na wakatoa manjanja. And it was very hot, no coming out until you have elected the pope. Na ilikuwa iko ndani, ça faisait tellement chaud dedans au point que il ne fallait même pas kutoka ndani mpaka mtachagua pape. So the sunshine was burning them. They are saying we are not electing, and the people are saying you will not come out until you give us the pope. Na jua ilikuwa nawapiga sana, wakalungula na majua, na watu wanasema wao wanakataa kuchagua, na watu wanasema hamtatoka mule kama hamjachagua. So they reached a point, they said, for how long are we going to suffer with the sunshine? Wakasema sasa tutaendelea kuteseka na hii jua mpaka lini? Until they elected the pope. Na mpaka wakachagua pape. And when they are coming out of that structure, wakati walitoka ndani ya ile structure ile sala, they came out with the law that entered into the canon law that guides the church up to today to elect the pope. Na walikuja kabisa na sheria, ile sheria ambayo iliingia ndani ya droit canon, na ni ile ambayo inaongoza kanisa mpaka leo. What did I learn? Nini ambayo nimejifunza? That even the cardinals became stubborn. Kama mpaka vile ba cardinal nao walikiaka kuwa ba dérangeur, walikuwa vraiment désobéissants. So to make them obey, sasa kuwafanya wakuwa watiifu, lock them inside under the sunshine, wafungie ndani sino kontre ile jua. God is good and all the time. God is good and that is nature. Wow. Unajua kuna kijana mmoja alikataa mambo ya imani. Il y a quelqu'un qui a refusé les choses de la foi. Sema wazazi wananitesa kila saa tuende tuombe mimi sitaki. Les parents m'embrouillent chaque fois que nous allions prier alors que moi je ne souhaite pas. Akaondoka akaenda kuishi maisha yake. Il est sorti, il est parti vivre sa vie. Akaingia jeshini. Il est devenu militaire. So muda wameenda kwenye vita. Le temps qu'il est parti à la guerre, vita ilikuwa imekolea vizuri. La guerre était vraiment à son point. Hapa amesimama, risasi likampita kwenye kifua. Et lorsqu'il était un peu debout comme ça, il y a les crépitements, des coups de balle qui l'ont traversé. Alivyokuwa anaanguka chini na kupoteza ufahamu, quand il tombait perdre connaissance, akakumbuka, il s'était rappelé miaka mingapi alivyomkataa Mungu. Combien d'années il a refusé Jésus-Christ. Na sasa anaenda wapi? Et maintenant où est-ce qu'il va? So akakumbuka kwa maombi, muda ule anaomba kuna sala ya toba. Il s'est rappelé qu'à l'époque où il priait encore, il y avait une prière de confession. Akasema, Mungu narudi kwako, lakini naomba unisamehe miaka yote nilivyokukataa. Et il a dit, Seigneur, je rentre vers toi, mais je te demande de me pardonner pendant tout le temps que je fais fi à toi. Akaanguka.
et il est tombé. akapoteza ufahamu. Il a perdu connaissance. Wenzake waliokuja kumwangalia Les autres sont venus le regarder. bado anapumua, Il était en train de respirer. wakabeba wakapeleka hospitali. Ils lui ont emporté à l'hôpital. Hospitali wakapambana. À l'hôpital, ils ont tout fait. Baadaye ya siku kama mbili, Après 2 jours, jamaa ufahamu ukarudi. il a repris connaissance. Ufahamu ulivyorudi, Et lorsqu'il a repris connaissance, akaangalia ako kwenye chumba wamepaka rangi white. il Vizuri regardait sana. dans la salle, tout était blanc. Akasema ukweli kama walivyosema mbinguni kuna vyumba. Sasa Mungu amenisamehe, nimefika mbinguni. Et il a dit, voilà, comme on disait que au paradis, il y a des salles. Jamaa Donc anaendelea là, Dieu m'a pardonné, maintenant je suis au paradis. kuangalia chumba chake navyo kinachopendeza. Il continuait à admirer sa chambre comme elle était très belle. Akaona nurse anaingia. Et il a vu qu'une dame infirmière était entrée. Akili yake bado inajua amefika Son mbinguni. intelligence pensait qu'il était juste au paradis. Tuwakie ndani ya sala tu na ndani ya mafundisho bila kupoteza time. Mwenye atakuwa tayari, le prêtre est déjà prêt. Ni kushimama unapita kule kusudi usiderange wengine. Unakuwa na confesser na masikio iko huko. Merci beaucoup. Amina. Sasa yeye alivyoona nesi akafikiri mmoja wa malaika amekuja kumhudumia. Lorsqu'il a vu l'infirmière, il pensait que c'était l'un des anges qui venait prendre soin de lui. Sasa nasi naye akamwona jamaa amerudi, ufahamu umerudi, asema pole sana mgonjwa, pole. Et l'infirmière qui a dit que le Messie a repris connaissance, il a dit désolé mon ami de tout ce qui s'est passé. Hapa niko wapi? Et il a demandé où suis-je? Nasi akamwambia hapa uko Mulago Hospital. Et l'infirmière qui lui a dit tu es à l'hôpital de Mulago. Akasema Mulago Hospital hata mbinguni wana Mulago. Et il a dit donc même au paradis ils ont aussi Mulago Hospital. Akasema hapana, hii Mulago ya hapa karibu Wandegea. Et il a dit non, nous sommes à Mulago juste à côté de Wandegea. Jamaa alivyopona akarudi nyumbani. Et lorsque le Messie était guéri, il est rentré à la maison. Akaandika kitabu. Et il a écrit un livre. Lakini kitabu chake aliandika statement moja naipenda. Ce livre, il a écrit quelque chose que j'admire beaucoup. Akasema kama una kiburi ya imani, il a dit si tu as la fierté de la foi, una kiburi cha kutii na kumpenda Mungu, si tu as l'orgueil de l'obéissance et d'aimer Dieu, unahitaji risasi moja tu kukutoa ujinga. Tu as besoin d'une seule balle pour t'enlever un peu. Shika jirani yako mtikise kidogo, mwambie una kiburi cha nini? Unahitaji risasi moja tu. Risasi ngapi? Itoe nini? Ujinga. Ujinga. Tumsifu Yesu Kristo. So makardinali walipigwa risasi na kufungwa ndani. Les cardinals ont été na joto kuwachoma mpaka wakarudi katika akili ya kujua ni kazi yao kutii na kuchagua kiongozi wa kanisa. Et avec la chaudière de soleil, ils ont appris qu'il fallait obéir et rentrer sous les pas de l'église. So you and me as Christians, wewe na mimi kama Mkristo, God calls us to respect the leadership of the church. Bwana Mungu anatuita kuweza kuheshimu viongozi wa kanisa na kiongozi ya kanisa, and to respect the church's teaching, na kuweza kuheshimu mafundisho ya kanisa. One time I got a problem. Wakati mmoja nilipata shida. I was a charismatic youth leader in Kampala. Nilikuwaka niko responsable wa wakarismatiki hapa Mkampala. I used to organize conferences for the youth in Namugongo, and I look for food and everything. They are not paying even a single coin. Alikuwaka anatafuta hata chakula ya kuweza kutanisha vijana, na hakuna kijana mwenye alikuwa analipa shilingi yoyote. To the extent I used to get around 4,000 youth. Alikuwa anafika kiwango wa kutanisha vijana 4,000. One day I got one lady. Siku moja akapata msichana mmoja. She was a private secretary to President Museveni. Alikuwa secrétaire privé wa President Museveni.
I was giving a seminar for women in Mbuya Parish. Alikuwa anapana seminari kwa wanawake kuparuasi ya Mbuya. So nikakutana na huyo mama tukaongea. J'avais croisé la dame, on a discuté. Nikamwambia natafuta msaada. Et je lui ai dit, j'ai besoin de soutien, de l'aide. Ya kuendesha huduma ya vijana. Afin de continuer le ministère de la jeunesse. Mama akaniambia kesho njoo na Kasero. La dame m'a dit demain passez à Nakasero, venez me Napo voir. niona hapa na ufupi huu nimeshaingia ofisi ya Rais President Museveni. Comme vous me voyez ici, malgré ma taille, j'ai un jour pénétré le bureau du président. Nakumbuka walinipatia hata Christmas card imesainiwa na Museveni. Nilikuwa naiweka nyumbani, sasa sijui walitupa wapi. Il a même été donné la carte de Noël qui a été signée par le président Museveni. Il gardait ça à la maison mais ne sait pas où est-ce que ça a été. Nataka kila mtu akija nyumbani aione. Il voulait que chaque personne qui arrive à la maison devait voir cette carte. Akiniuliza nimwambie mimi nimeshawahi kufika kwa Museveni. Et s'il me demande, je vais dire moi j'ai un jour été chez Museveni. But also scripture says, lakini maandiko pia inasema your gift will take you among great people. Vipaji vyako vitakupeleka kati ya watu wakubwa. So nikaenda huko. J'étais parti là-bas. Mama akanipa 5,000,000. La dame m'a donné 5 millions. Akaniambia, elle m'a dit, nendo chukue video nzuri kuongelea kuhusu ukimwi pamoja na vitega uchumi. Urecord utaleta. Elle avait dit, va et prenez de très bonnes vidéos parlant surtout sur le VIH/SIDA, mais aussi sur les problèmes de crise financière. So when I took back the video, wakati alichukua hiyo mavideo, she told me this office every year the parliament passes around 180 billion for the youth in Uganda. Akasema wakati alirudisha sele mavideo, akasema hii biro yenyewe unaona hapa kila mwaka inakuwaka na budget ya 180 billion milliards plutôt ya shilingi ya Uganda juu ya vijana. You are doing a great job. You need to benefit from this. Uko unafanya kazi kubwa sana na unapaswa kuwa unapata msaada kupitia hii biro. So after I've taken, Museveni watched. Wakati alimpatia mavideo, Museveni akaangalia pia mavideo. This lady rang me and told me, make a budget. Huyo dada akamwambia fanya sasa budget, president amekubali kusutenia. Sasa sisi watu wa dini tuna udini ndani. Maintenant nous les gens des églises, nous avons les qui église dedans. Nikasema nitafanya budget afadhali ya 180. Najua nitatumia kama 50 zingine mpaka tutanunua vyombo. Moi, je fais un budget de 180 millions et je savais que j'allais utiliser personnellement 50 millions et les autres, nous allons acheter des choses, du matériel. I've journeyed with the youth for a very long time. Amekuwa kwenye safari na vijana kwa muda mrefu sana. Even where this guy, we went with him in Dodoma with the youth, and then I prophesied to the girl. I didn't know this one has seen already. Me, I prophesied. I said, I can see you coming to Uganda to start a family. Acha nifasirie vizuri. Kumbe na Brother Matias, nani brother Michael, yeye ndio aliweza kuprofetize juu ya mke wangu. Kuna wakati yenye mimi nilikuwa niko vice coordinateur wa vijana Afrika ya Charismatic, vijana Afrika mzima. Na ile wakati nilitembea huku na kule na tukakia kutaniwa mie naye chumba moja. Tunalala chumba moja muda ile yote ya kongamano wanaita conference ya Bajene Nationaux ya Tanzania. Sasa wakati mke wangu walikuwa wanakia juu ya makonseye bakakia kwake, akaambia Ana, anasema wewe ambia wa Tanzania wasikuchezee, umekuwa booked Uganda. Akamwambia vile tu, akamwambia wewe ambia wa Tanzania wasifanye nini, wasicheze na wao huko booked Uganda. Akasema vile tu kama mzaa, hakujua kama kumbe iko anapatia mke wangu mume ambaye ni nani, ni mimi sasa. So tuna hadithi nzuri kubwa sana mimi naye, na kwa kweli
mbele kutoka Dodoma, kuna picha ambazo lakia kuchukua na sisi na ana akashikobeka mwa ile picha. Hakujua kama kumbe amesha paniwa nini profesi, mais aussi anakia anajibandika pembeni ya bwana yake. Mwende denza chini ya miaka miwili tukakutana, tumefanya ndoa. Shalom. Amen. Basi tuachane na hiyo, siko tayari kutoa unabii hapa tu. Kama ulikuwa umesubiria. Hiyo ilikuwa ya huko imetosha. Hapa nawafundisha utii ndani ya kanisa. Ici je vous apprends l'obéissance dans l'église. So I made 180 million budget. Alors j'avais fait un budget de 180 millions. When I took to this lady, et lorsque je l'ai déposé à la dame, she told me, elle m'a dit, this total. C'est ça le total. I knew I have really blacked out myself. Moi, je savais que j'ai déjà abîmé les affaires complètement. And I said, yes, I felt that one can help us. Then she asked me a question. Asa alikuwa na kama ile itasaidia. Sasa huyo mama akashangaa na akamuuliza. My heart knew she's saying the budget is too big. Yeye alikuwa anajua kama dada anasema hii budget iko kubwa sana. But she asked me, akamuuliza, is this budget, are you taking it to the church to fund or to government? Akasema hii budget uko naipeleka juu ya kusanya hela kukanisa ama kuguvernement? She began to ask me how much I give the facilitators. Akaniambia, akaanza kuniuliza ngapi mimi napatiaka wale wenyewe na facilitate mafundisho. Where are the facilitators going to sleep? Watalala wapi? Si tunaenda maparokiani kama hapa unalipa 30,000 analala. On a l'habitude d'aller à des églises comme ici, on paie 30,000 cela et puis she told me go back and prepare properly. Et il lui a dit rentre et va préparer un autre budget. Every facilitator one session must get $250. Kila facilitateur atakuwa anaanza pata $250. Every facilitator who comes must stay in a hotel not less than $150 per day. Na kila facilitateur mwenye anakuya atakuwa anafikia mahoteli ya pas moins ya $150. As a leader, I didn't even consider myself. Mie kama vile kiongozi sikuweza kujikonsidere mimi mwenyewe. She told me as a leader per day you need an allowance of $300. Aseme wewe kama vile kiongozi unapaswa kuwa na lazima ya kila siku moja $300. Do you have a car? I said I don't have. Nikasema sina. He said you look how you are reasoning. Asiangalia jinsi uko unafikiria. Risasi moja likatoa ujinga. Amina. Amina. So I went back. Alors je suis rentré là-bas. I made a budget of 500 million. Nikafanya budget à 500 millions. When I took it back, et lorsque je l'ai pris là-bas, she told me you are really a Christian. Akasema uko Mkristo kabisa. Najua watu huko nje wanacheza na hela. Sisi kwenye injili tunateseka. Nous souffrons ici dans l'église avec l'évangélisation, mais les gens jouent beaucoup avec l'argent à l'extérieur là-bas. And she told me, okay, let me represent this, but next time think properly. Akamwambia sawa, acha nitapresente lakini prochainement ufikirie tena mzuri. After 1 week, après une semaine, she rang me. Akanipigia simu. Come. Akasema njoo. The budget has been signed and approved and stamped by the president. Budget imesainiwa, imekubaliwa na imekuwa tayari na president yeye mwenyewe ndio amesaini. Do you have an account? Uko na account? I want this money to stand for it. It comes direct. If it goes through offices, you will get only 200. Akasema nataka hii franga ikufikie direct wewe mwenyewe, kwa sababu ikapitia ndani ya mabiro utapata ndio 200 millions. I didn't have an account for the youth. Na konte ya vijana. So for that reason I had to go to the DST to write a letter permitting us to open an account. Akaenda ku DST kwa kubauliza bamsaidie na barua ili aweze kufungua account ya bajene. And that was the beginning of problems. Na ile ilikuwa mwanzo sasa ya mashida. I had a problem with the DST. Akapata problem na DST. They wrote for me a letter
they didn't first write a letter. They asked me Wakamuuliza kwanza to surrender everything. They have elected a new leadership. Hello. Wakamwambia kama aache kila kitu ili wafanye uchaguzi wa mpya wa responsable. The statement made was the Holy Spirit has guided us to elect new leaders. Wakasema kwamba Roho Mtakatifu imetuongoza ya kwamba tunapasha kuchagua kiongozi mpya wa vijana. Surrender to the new leadership everything. Wakasema ufanye remise reprise na leader wa mpya kila kitu. It is painful, ni uchungu sana, but the truth in me, lakini kweli ndani yangu, the ministry you are doing does not belong to you. Ministeri ambao uko unafanya haiko yako wewe binafsi. Surrender. Achilia. Nikakabidhi kila kitu na contact za watu wanaotusaidia wote kwa uongozi mpya. Et il a tout donné au nouveau responsable, tous les contacts de ces gens qui devaient aider. I remain doing ministry. Et il a continué à faire son ministère. Baadaye ya miezi miwili, après 2 mois, niko busy kwa huduma huku na huku, naenda huku na huku. J'étais tellement occupé avec le ministère ça et là. Wakanifuatisha barua ya kunisimamisha sifanyi huduma. Et ils l'ont surpris avec une lettre d'arrêter son ministère. I had to surrender. Je devais aussi abandonner. I had to accept. Je devais accepter with pain, avec beaucoup de douleur. But I had to go for fellowship. Mais je devais aussi aller et rendre grâce à Dieu dans mon ministère. People would see me. Les gens pouvaient me voir. But my heart was crushed. Mais mon cœur était troublé. My heart was broken. Mon cœur était vraiment blessé. But after some time, mais après un moment, God does things in a way we cannot say. Le Seigneur fait ces choses de la manière dont nous ne pouvons pas voir. I got a contract to work with Airtel Uganda for 1 year. Nikapata contract kuweza kutumika na Airtel ya Uganda pour 1 année. At least I got relief. Afadhali nikapata kama vile soulagement. Unamjua Father Musaja? Wangapi wanamjua Father Musaja? Musaja Akawa. Yes, I was doing ministry with him so much. Alikuwa anafanya huduma na huyo Father Musaja. He called me. Akamuita. He said, since the DST doesn't want you to do ministry, akasema jinsi DST haipendi wewe ufanye ministeri, come and do ministry in the parish. Njoo ufanye ministeri hapa ndani ya parokia. Because I am the parish priest. Kwa sababu mimi ndio kirea hapa. I told him, Father, I'm not going to do ministry. Nikamwambia, Father, mimi sitafanya hiyo huduma. Not because I'm not interested. Hapana kwa sababu hainiinterese. But the leaders of charismatic stopped me and I am under them. Lakini kwa sababu wa responsable wa charismatic walinisimamisha na niko chini yao. And the Father told me, all charismatic put it together in the DST, they have no power than me, single man as a parish priest. Na Père Kirea akamwambia, ba charismatic yote bakakusanyika pamoja habana nguvu mbele yangu mie sawa vile Kirea wa parosi. The only person who has power over me is the bishop. Mwenye iko tu na nguvu juu yangu c'est seulement ni baba askofu. Then I told him, Father, nikamwambia, Père, are you teaching me obedience or rebellion? Nikamuuliza, uko unanifundisha utiifu ama vengeance? If tomorrow they transfer you from here, you go to America, you go to Vatican, will the bishop give me also a letter to go with you? Kama kesho anakutransfere uende Amerika ama uende Vatican, eske baba askofu atanipatia na mimi barua kusema niende pamoja na wewe? Father kept quiet. Pere akabakia kimya. He left me in the house. Akaniacha ndani ya nyumba. He told me wait for me. Akaniambia nisubiri. He drove the car, went to Kamocha and met the leaders and began to talk to them. Akaenda mpaka Kamocha kutanana na viongozi wa DST na akaanza kuwaongelesha. And that is where they rang me and says, please, you are free to begin working with Father Musaja.
Na ni tangu pale ndio akampigia simu akamwambia tangu leo unaruhusiwa kutumika na Père na Father Msaja. And that act alone Na hiyo action peke yake has enabled me up to today with DST leaders. We don't have problems. ilinisaidia tangu hiyo zamani mpaka leo mie na wa leader wa DST hatuna problem. If I want a letter to go anywhere, they will give me without struggle. Kama natafuta barua kwenda mahali popote watanipatia hiyo barua bila shida. To obey needs a sacrifice. Kutii inaomba kujitolea. To obey needs you to become an offering. Kujitolea, utiifu inaomba wewe uweze kuwa tayari kujitolea kama vile sadaka. Naomba tusome kwenye kitabu cha kwanza cha Samueli 15. Samueli wa kwanza 15 aya ya 20 hadi mpaka 23. Samueli wa kwanza 15 mstari wa 20 mpaka 23. 1 Samuel 15e chapitre 20 au 23e verset. Samueli wa kwanza 15 20 hadi 23. Anavyoendelea kutafuta somo, kiukweli siweze kulaumu au nini, lakini nasema our personal interests can kill greater things God has prepared. Intérêt yetu personnel inaweza ikaua vitu vikubwa sana ambavyo Mwenyezi Mungu ametayarishia. Because when I gave this everything to the new leadership, when they went to this woman, he refused. Told them to go and call me. And they feared to come and call me. We missed the approved money. Kwa sababu wakati brother wa Bomba aliweza kusimamishwa kazi na akapana kila kitu kwa waongozi wapya, wakati walienda kwa huyo mama pale State House, huyo mama akakataa, akasema mwende munitie brother Michael, yendo nataka nionane naye. Na hao juu ya kiburi wakashindwa kuenda sasa kumwambia kama awasindikize mwale processus. Na wangekuja ningewachukua. S'ils allaient venir, j'allais aussi les accompagner là-bas. Now imagine those 500 million was going to be given every term, which means in a year we are going to get more than 1.5 billion. Mujimagine every holiday. Ile 500 million ingekuwa inapaniwa kila miezi tatu. Nikisema kwa mwaka kungekuwa na kuwa plus ya 1 milliard 500 yenye ingekuwa natolewa juu ya vijana, lakini yote ikakufa vile. It is something sad. Ni kitu ya uchungu sana. But I learned something. Lakini nilijifunza vitu vingi sana. Personal interest is as dangerous as HIV. Intérêt personnel iko tellement dangereux sa vile virusi ya sida. Maybe HIV is better. Labuda virusi ya sida iko mzuri zaidi. There was a sickness they used to call it. It started from Raka. They called it nkumunye. Kuna ugonjwa ambao walikuwa wanaita nkumunye. But it went off very fast. Lakini ilipoteaka mbio mbio. If you meet sexually and someone has it, kama mnakutanana kimapenzi na mtu iko nayo, it will eat off all of these machines. Na itamaliza mashini yote kabisa na unafariki. So self-interest is as dangerous as nkumunye. It can kill you very fast. Intérêt personnel iko très dangereux sa vile nkumunye, inaweza kukuua papo hapo. And this is what we are going to read from 1 Samuel 15. Na hiyo ndio tunaenda kusoma ndani ya Saul répondit à Samuel. J'ai bien écouté, c'est Saoul. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais
le peuple a pris sur le butin des brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. We see here. Okay, soma. Saulu akamwambia Samuel, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana. Hakika mimi nimetii sauti ya Bwana. Nami nimemleta Agagi mfalme wa Meleki. Ameenda, Mungu amemtuma aende kuteka ufalme sehemu fulani, na mfalme wa huko naye atekwe, aletwe. Ametii hiyo sauti, ameenda. Tena nimemwangamiza Mwamaleki kabisa. Nimeangamiza Mwamaleki wote, nimemaliza kama Mungu alivyosema. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri. Lakini watu wakateka nyara kondoo na ng'ombe wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu kusudi, na vitu vilivyowekwa wakfu kwa kusudi wavitowe dhabihu kwa Bwana, wavitowe zabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali. Sasa hapa nataka unisikilize vizuri. Kuna vitu katika ufalme wa giza, il y a des choses dans le monde de ténèbres, vilikuwa vimewekwa wakfu kwa ajili ya miungu, qui étaient déjà gardés à cause de ces petits dieux, de ces démons. So Mungu alivyotuma Sauli kwenda kuangamiza hiyo taifa, et lorsque Dieu a envoyé Saul pour aller détruire cette nation, kila kitu kinapatikana huko kiangamizwe, kiteketezwe, kitoke kabisa, kwa kuwa viko chini ya laana. Ça veut dire tout ce qui se trouvait dans cette nation devait être détruit parce que c'était en dessous de la malédiction, c'était sous la malédiction. So when these people reached there, they saw good cows. Wakati hao watu walifika wakakutana mangombe wazuri sana. They saw good sheep. Waliona kondoo nzuri sana. Hii hatuwezi kuangamiza hivyo. Wakasema ils ont dit nous n'allons pas détruire ces animaux. Tutoe wakfu tutoe kama zabihu kwa Mungu. Nous allons donner ça comme offrande à Dieu. Lakini kwa nini wanataka wamtolee Mungu? Mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient donner à Dieu? Kwa kuwa nao sisi kwetu tuna msemo, watoto tulikuwa tunafurahi sana tukiona wageni wamekuja nyumbani. Nous avons une expression auparavant, nous étions tellement contents de voir le visiteur nous rendre visite. Hata kama mko na kuku 1000, wazee walikuwa hawezi kuchinja hata mmoja mule. Même si vous avez 1000 poulets, les parents des fois ne pouvaient même pas se permettre ne fût-ce que d'égorger 2 ou 3 pour que nous mangions. Wanachinja tu kwa ajili ya wageni. Mais ils pouvaient le faire surtout à cause des visiteurs. Sasa wageni wakija tunafurahi kwa kuwa na sisi tutakula afadhali maini na miguu na kichwa. Lorsque le visiteur arrivait, alors nous étions aussi contents parce que nous devons en profiter. Ce jour-là, quand même, nous allons manger du poulet. Alors ces gens étaient beaucoup, ils profitaient parce qu'ils aimaient Dieu, le fait qu'il y avait des offrandes. Et ils disaient maintenant ces vaches qui sont en bonne santé. Ces moutons. Tunavyochinjia Mungu kumtolea zabihu, kuna utumbo, kuna miguu na sisi tutakula. Lorsque nous allons offrir à Dieu, certainement que nous allons aussi profiter de ces animaux. So they decided to break wakaweza kuamua obedience and they become rebellious. Wakakuwa plutôt rebel na wakaweza kwenda kinyume ya utiifu wa Mwenyezi Mungu. And that's why God sent Samuel to tell Saul. Na ndio maana Mungu alituma Samuel kuweza kumwambia Saulo ya kwamba he says
obedience is better than sacrifice you are going to make to God. Akasema utiifu ni nzuri sana kuzidi ile sacrifice yenye mnaenda mkatolea Mungu. Instead of following what the word of God was saying, kuliko wafate maneno ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anasema. Unafikiria ukiniletea mzabibu ndio Mungu nitafurahi sana, lakini umekataa kutii neno langu. Et vous avez refusé à obéir à ma parole. Tu penses que m'apporter des offrandes, je serais tellement ravi. And God told Saul, na Mungu aliambia Saulo, you rejected obedience, ulikataa utiifu, I've also rejected you. Na mimi nakutupilia. He did not remove him in the office. Hakumtoa ndani ya office, ndani ya bureau. But he began to work without God's guidance. Lakini alianza kutumika bila uongozi wa Mwenyezi Mungu. God was no longer speaking to him. Mungu hakukuwa anamuongelesha tena. And he failed to really discern his enemies. Na akashindwa kabisa kuweza kufikiria namna gani ambao maadui zake wanampangia. And that's why Saul ended up to go to the witch doctor in order the witch doctor to tell him what is happening. Na ndo maana Saulo alifikia mwisho kuanza kuenda katika nyumba za waganga ili au wafumu waweze kumwambia kama nini inaenda kupitika. Because he did not obey, kwa sababu hakuweza kuwa mtiifu. He did not concentrate to listen to what God is instructing. Hakuweza kuelewa na kufuatilia nini ambao Mwenyezi Mungu alikuwa anamwambia. So he lost relationship with God. Alipoteza uhusiano wake na Mwenyezi Mungu. And he lost relationship with the community. Na aliweza kupoteza uhusiano yake pamoja na community. And that community is the church. Na hiyo community ndio kanisa. And from inside his community, a partir ya ndani ya community yake, his own child killed him. Mtoto wake mwenyewe akafikia mpaka kumuua. That is rebellion if we are not obeying what the Lord is teaching us, what the Lord requires from us. Ile ndio rebellion, wakati ambayo nafikia hatutii ile maneno ambayo Mwenyezi Mungu anatuambia, inatupeleka mpaka ndani ya kifo. Another area we need to do is obeying spiritual leaders. Mahali pengine ambapo tunapasha kugusia ni kuweza kuwaheshimia wale viongozi wetu wa kiroho. Hebrews 13 verse 17. Hébreux 13 verset 17. Hebrews 13:17. Hébreux 13 verset 17. Obedience to spiritual leaders. Utiifu kwa ajili ya viongozi wetu wa kiroho. Hébreux 13 verset 17 inasema, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Amen. Swahili? Watiini viongozi wenu na mshike amri zao. Macho. Watiini viongozi wenu na shika amri zao. Hiyo inatosha tu hata kama tumeishia hapa. Kwa kuwa wanalinda roho zenu. Car il veille sur vos âmes. When my DST leaders told me stop ministry, I stopped. Wakati wa responsable wake DST walimwambia aache na akaachilia. Kwani nilivyoacha mnaniona nimekonda? Sasa kama si j'ai abandonné, est-ce que j'ai maigri à cause de cela? Si niko na afya nzuri, n'est-ce pas que je suis en bonne et parfaite santé? Sasa ningeng'ang'ania. Alors si j'allais m'éterniser, ningeingia kwenye record ya mtu mwenye kiburi. J'allais appartenir, j'allais faire objet d'un record de quelqu'un qui est orgueilleux. Amina. Amen. So another area we need to look at in obeying the church, obedience in the church is, mahali pengine ambapo tunapaswa kuangalia kwa ajili ya kutii kanisa, following Christ's teaching.
ni kufata mafundisho ya Yesu Kristo. John 14:15. Yohane sura ya 14 aya ya 15. aya ya 15. Obeying Christ's teaching. Kuweza kutii mafundisho ya Mwenyezi Mungu ya Kristo. Inasema, je lis au nom de Jésus Christ. What does Jesus teach? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. If you want to be a leader, you must be a servant. Kama unataka kuwa kiongozi, unapaswa kuwa mtumishi. Hello? Hello? So if I'm not ready to become a servant, kama siko tayari kukuwa mtumishi, then you go in politics. Ingia ndani ya uende ndani ya politiki. They tell you, watakuambia honorable. Amen. Amen. But this way, lakini njia, in one of the scriptures, who knows it? It is in Luke. I don't know whether 17 or what. It says, after you have done everything, say, I am a useless servant. I have done only what I ought to do. Mimi ni mtumishi asiyofaa. Nilichofaa nilikuwa napaswa kukifanya. Paul says, I am under a command. Woe to me if I don't preach the gospel. Under command, not his choice. Amen. Ni Luka 17 mstari wa 10. Mstari wa 10. Inasema, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs. Nous avons fait ce que nous devions faire. Luc 17, 10e verset. How many of you attend the ordinations? Wangapi ambao wanaparticipe kwa ordination? Do you know the reason why a bishop holds? Come brother. Unajua kwa nini askofu mara mingi kijana anapiga magoti mbele ya askofu? Analeta mikono yake hivi. Wanapiga magoti, alafu baba askofu anashika mikono hivi. Na anaanza kusema maneno haya. Unajua kwa nini baba askofu anafanya hivi na kusema maneno na anazungusha? Utanitii mimi. Tu m'obéiras. Pamoja na wale avec ceux-là watakuja nyuma yangu qui viendront après moi. Nasema ndio. Et tu dis oui. Kesho yake ukijenga nyumba nzuri kama hii, anaweza kusema kabla kufungua hii nyumba nimekuhamisha. Mtu mwingine anakuja, wewe enda tu. Alors, certains de nos prêtres, ils peuvent par exemple commencer une belle construction et avant de la paroisse, mais juste avant même l'inauguration, l'évêque peut dire désormais tu es déjà mité quelque part. My friend, et tu dois sortir et partir. Rafiki yangu Father Musaja in Bunamwaya build storied good houses. A bedroom for priest, bedroom sitting. Very nice, tiled, nice, and he used to say, yes, we would need to sleep as kings. Rafiki yake Father Musaja aliweza kujenga kanisa kule Mbuya. Nyumba Bunamwaya. Ilikuwa nyumba kubwa ambayo ilikuwa kabisa maapartema mzuri, nafasi ya kulalia kama vile watoto wa mfalme. Alilala kwa miezi miwili. Et il a dormi pendant 2 mois. Wakampeleka Bukalango, kanyumba anakolala kama vya Silamu sijui wapi huko. On lui a transféré à Bukalango et la chambre dans laquelle il dort, c'est comme si c'était dans un bidonville. And the person who came to take over as a parish priest was a seminarian there, very young. He came, anapanda amejaa kifua, anasema wewe unafurahia jasho la mtu mwingine. Et la personne qui est devenue maintenant curé là-bas, il était un de ces séminaristes qui est venu maintenant continuer l'œuvre de celui qui a tout commencé. But obedience to the church. Lakini utiifu kwa kanisa. He accepted the bishop to transfer him. Alikubali baba askofu aweze kumupeleka mahali pengine. He went and slept in a place where the room is not decent. Aliendaka na kulala mahali ambapo hata ndani ya machumba hakuna hata matoilette.
Umoja ni jambo linaonekana ni changamoto katika jamii, lakini ndio nguvu ya jamii. L'unité, c'est un grand défi dans la famille, mais c'est ça même la force de la famille. And one of the greatest thing the enemy wants, Na moja kati ya vitu vikubwa sana ambao adui anataka to hit the church, kuweza kubomoa kanisa, is to cause disunity. ni kuweza kubomoa hiyo umoja. One time some missionaries came to Africa. Wakati mmoja hapa wamisionero walikuja Afrika, wakaanza kutembelea vituo vya watu mbalimbali. Et ils ont commencé à visiter certains sites de certaines personnes. But one of the places they visited was a place for people with mental problems. Une des places mahali moja ambao waliweza kutembelea ilikuwa fasi ya watu ambao wana shida ya mchanganyiko wa kichwa. So wakaenda hapa Uganda tuko na Butabika. Ici en Ouganda, nous avons la place des gens qui ont des problèmes mentaux. C'est à Butabika. When les they gens de santé mentale. reached in the hospital of those people, wakati walifika kwa hospitali ya wale watu, walikuta mlinzi amekaa chini, wakakutana gardien anaikala chini, very relaxed, na iko na relaxe kabisa, na ameweka bunduki yake huko pembeni, hana shida, na anaweka il gardait son arme juste à côté comme s'il n'avait pas de problème. Lakini wagonjwa wa akili walikuwa wanajaribu kuvunja mitarimba, wanagonga kila kitu. Au même moment, les amis qui étaient malades mentaux, ils essayaient de tout casser. Hawa missionnaires wakamuuliza askari. Les missionnaires ont demandé à l'agent de sécurité. You are sitting there relaxed. Toi, tu es bien assis là-bas, on a relaxé. Don't you see how these people are rough? Hauko naona watu gisi wako makali sana. Wanaweza hata kukukamata wakapiga wakachukua na bunduki wakaondoka. Ils peuvent même te ravir l'arme et puis t'abattre toi-même et aller avec ton arme. Mlinzi akasema hapana, hawa hawana shida. Le gardien a dit non, ces gens n'ont pas de problème. Unasema hawana shida, wewe angalia. Tu dis qu'ils n'ont pas de problème, mais regarde à côté de toi. If they plan and get you, what will you do? Et s'ils viennent et ils te prennent comme ça en surprise, qu'est-ce que tu vas faire? Mlinzi akawaambia hawa ni wagonjwa wa akili, hawawezi kukaa pamoja. Akakubaliana kunipiga wachukue bunduki. Alors il leur a répondu que ces gens ils ont des problèmes mentaux, donc ils ne peuvent pas être unis pour venir m'attaquer. Watu kama wagonjwa wa akili wanaweza kukubaliana? Si les gens ont des problèmes mentaux, est-ce qu'ils peuvent être dans l'unité? Est-ce qu'ils peuvent être ensemble? Wanaweza kuwa na akili ya kusema tukikamata askari tunachukua bunduki, sisi tunakuwa huru? Est-ce qu'ils peuvent se convenir et dire voilà, comme le Messie est là à côté de son arme, il faut lui ravir son arme et comme ça nous serons désormais libres? Brothers and sisters, kaka na dada zangu, sometimes Satan comes with his weapon and sits among people who profess same faith, who do things in the same way. Wakati ingine shetani anakuja na mbinu zake kama bunduki na anatuatake sisi ambao tunakiri imani moja. Amekuja kufanya kazi tatu. Il est venu faire 3 choses: to kill, tuer, to destroy, kuiba, and kubomoa, and to scatter, na kuua. But when he gets the people themselves are doing exactly what he has come to do, then he puts his gun down and he relaxes. He says, they are doing my mission. Wakati yenye shetani anafika na anakutana watu wenyewe wako wanafanya wenyewe yeye alikuwa kufaa, ni kusema wako wanauana, wako wanabomoana, wako wanaibana, yeye sasa anaikala pembeni na kurelax, anasema bibi wanafanya kazi yangu. Wacha mimi situmie bunduki yangu, wacha wenyewe wajibomoe wajimalize. Je ne veux pas utiliser mon arme, laissez-leur s'entretuer eux-mêmes. So what Satan does, kitu ambacho shetani anafanya, there is something here I always like.
Kuna kitu ambao nafurahia hapa. If you are obeying Jesus with his word, kama unamutii Yesu Kristo na neno lake, this is words Jesus said. John chapter 17. John chapter 17. Jean 17. John 17. Verses 12. Me, I'm only reading, but for you can read from 12 up to where you want. But me, I'm reading few. From verses 12. Jean 17, à partir du 12e verset. Jesus said these words in verse 12. While I was with them, I kept those you had given me true to your name. Yesu anamwambia babake mbinguni, wale ulionipa nimewatunza. Le Seigneur qui dit à son Père là en haut, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Nimewatunza katika ukweli wako. Je gardais ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. He said, I have watched over them. J'ai gardé ceux dont tu m'as donné et aucun d'eux n'est perdu. And not one is lost except the one who has chosen to get lost. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. And this was fulfilled in scriptures. Na hii imeandikwa ndani ya maandiko tayari. Ilikuwa imetendeka ndani ya maandiko. The work of the church is to keep all her children together. Kanisa kazi yake ni kuweza kuwalinda, kuwakinga watoto wake pamoja. But he says among those he has kept. Lakini anasema kati ya wale ambao nimewaweka pamoja, those I have been watching over, wale ambao nilikuwa na chukulia, there is one who is destined to get lost even if I do what. Kuna mmoja ambaye maisha yake anapaswa kupotea hata kama anafanya nini. What does that mean? That there is one who does not respect and obey the word of God. Kuna huyo mmoja tu ambaye hatii na kuweza kuheshimu neno la Mungu. I want to ask here a piece of paper. Nataka kuomba karatasi kidogo hapa. Anybody with a piece of paper? Watu wa nyuma mnanisikia? Wacha niendelee kusoma hapa kidogo. Verses 19. He says, and for their sake I consecrate myself. Et je me sanctifie moi-même pour eux. That they may too be consecrated in truth. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. He continued to pray. Akaendelea na sali. I pray not only for these ones. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. But even for those who will, through this teaching, will come to believe in me. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. He continued to say, anaendelea anasema, may they all be one, afin que tout soit un, just as you and me are one. Comme toi, Père, tu es en moi, So et comme je suis en toi. So that they may be in us. Afin que aussi soit un en nous. And the world may know that you sent me. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. So Yesu aliomba kwa ajili ya kanisa liwe moja. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour que l'Église reste une indivisible. Sitaki hii na madoadoa. Nataka hii. Kanisa liwe. L'Église doit rester une. Kanisa moja takatifu la mitume. Une seule Église sainte des apôtres. One. Regardons le papier blanc. Wakati ni moja tu, dunia itajua kama kweli wewe Bwana na Baba yangu ulinituma. Ndio kwa maana wanapaswa kuwa wamoja. Ni kusema utiifu kwa kanisa
ni kutumika kwa ajili ya umoja, But remember unity, lakini kumbuka umoja it means we are like bricks. ni inamaanisha kama tuko kama vile mabrike. So when you want to build a house Wakati unataka kujenga nyumba using bricks, ukitumizia mabrike, there are some bricks the food will break them. kuna zile mabriki ambazo bafundi bataweza kuzipasua So tena that it can sit together with the other one. ili iweze kuenea na ingine. Not all of the house you see there, bricks came through. Sio nyumba yote ambayo unaona kama vile ile tunaona pale nyuma na brick zilikuwa zinaenea. Mungu anataka kuvunja kiburi. Wengine, certains, Dieu veut surtout détruire leur orgueil. Pengine Mungu anataka kuondoa ubinafsi. Certains, Dieu veut enlever l'égoïsme en eux. Pengine Mungu anataka kuondoa uvivu. Certains, Dieu veut les épargner de la paresse. Pengine watu wengine wanajua katika akili zao vyeo Certaines personnes savent dans leurs intelligences qu'ils doivent être seulement des patrons, des autorités. anataka atoe ubosi. Ils veulent faire croire, ils veulent sortir le fait d'être patron, l'orgueil de patronat. Mungu hajaita watu waliokuwa wamekamilika. Dieu n'a jamais appelé les gens qui sont qualifiés, But God qualified those he had mais le called. Seigneur qualifie ceux-là qu'il appelle. And that is the moment of bringing us together. Et c'est ça, na hiyo ndo wakati ambao tunakuja pamoja. Kutakuwa na msuguano kidogo. Il y aura toujours des troubles entre nous. Nilienda sehemu fulani hivi, J'étais parti quelque part, when praise and worship they are there, et lorsqu'il y avait louange et adoration, Father has a problem. le père avait un problème. He calls one person. Now how you come? Il a appelé quelqu'un, il a dit viens. When this one leaks, people get angry because the father calls her more than them. Parce que le père, quand il a appelé quelqu'un, les autres étaient fâchés. Le fait que le père l'appelait souvent plus que les autres. So when they get angry, Quand ils sont en colère, they leave mics there. They don't back up this one. ils laissent maintenant le micro là-bas et ils n'accompagnent pas l'autre. Kama unajifanya kipenzi cha father, wacha sisi kwake. Si tu te fais maintenant le bien-aimé du père, hein, maintenant nous allons t'abandonner. Hiyo inamaanisha nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Roho ya kiburi, L'orgueil. hauna utii, Tu n'as pas l'obéissance. una majivuno. Amina. Amina. Sasa kama mambo hayo hayataki yafe, Alors si ces choses-là n'acceptent pas de mourir, kanisa lilikuwa moja takatifu la mitume. il y en avait une seule église à l'époque, l'église des apôtres. Kuanzia mwaka wa 1500 baada ya kifo cha Yesu, Depuis 1500 après Jésus-Christ, Padri Martin Luther akaanza kupinga kanisa, sio kutii kanisa. le père Martin Luther qui a commencé à protester contre l'église. Ce n'était pas se venger contre l'église. Akaanza kuunganika na Padri Calvin, wakapinga kanisa. Et il s'était uni avec le père Calvin et ils ont commencé à combattre l'église. Baadaye ya muda sio mrefu, mfalme Henry wa nane akaenda kuomba kanisa limruhusu aache mke wake kwa kuwa anazaa watoto wa kike tu. Et après un moment, il y avait aussi le roi Henri VIII qui est parti demander l'église que l'église lui permette de se séparer de sa femme parce qu'il n'avait que deux filles. Sasa shida ya kanisa, Le problème de l'église à l'époque, wakamwambia mpaka kifo l'église lui a dit c'est jusqu'à la mort ndio kiwatenganishe. qui va vous séparer. Kanisa haina huruma, L'église n'a pas de pardon. inasimamia mafundisho. Il se tient derrière les instructions. Ukitaka kuvunjika mwenyewe. Si tu as besoin de te briser, brise-toi toi-même. Sasa Henry akaenda akamwita Calvin, Mais Father Martin, wakaunganika pamoja, wakaweka Uprotestanti. maintenant, Ile kanisa moja wakamega kipande. ça veut dire maintenant que les rois Henri VIII, accompagnés du père Calvin et de Martin Luther King, se sont unis Sisi ni
pour se révolter maintenant contre l'Église et ils sont devenus protestants. Kwa kuwa neno protestanti maana yake ni kupinga. Les protestantisme, ça veut dire aller à l'encontre. Wanaanza kupinga nini? Et ils ont commencé à se rebeller de quoi? Kwanza wanapinga sasa mafundisho ya kanisa. D'abord les enseignements de l'Église. Kanisa linakuwa na msalaba una Yesu. L'Église qui détient la croix avec Jésus-Christ. Sisi hakuna Yesu kwenye msalaba. Chez nous, nous n'allons pas remettre Jésus-Christ sur la croix. Kanisa linafundisha masakramenti 7. L'Église qui enseigne les 7 sacrements. Sisi hakuna kuungama. Nous, il n'y a pas question de confession. On enlève ça. Tunaenda kwa Mungu direct. Nous allons partir chez Dieu directement. Sasa kwa kuwa hakuwezi kufanya mageuzo ya Ekaristi, ndio nayo wakapoa wakaweka chakula cha Bwana. Comme nous ne pouvons pas aussi passer plutôt à la Sainte Eucharistie, alors nous allons aussi faire la nôtre qui sera maintenant juste le manger. Kwa wanapiga mafundisho hakuna tena kusali Bikira Maria na watakatifu. Toa, tunaenda direct kwa Yesu. Comme ils étaient maintenant à l'encontre de l'Église, ils ont aussi annulé la dévotion mariale et les enseignements de la catéchèse. Martin Luther na wenzake walifikiri wametengeneza kanisa bora sasa. Ils ont cru que Martin Luther, avec ses amis, ils ont cru qu'ils ont maintenant une bonne Église. Kabla Martin Luther hajafa, Avant sa mort, alitambua kanisa lake alilochukua nalo limeanza upinzani ndani. il s'est rendu compte que l'Église qu'il a commencé lui-même a commencé aussi une certaine division. Akagundua alianzisha roho ya upinzani na upinzani utaendelea ndani. Il s'était rendu compte que lui qui a commencé ce cœur de rébellion, d'opposition, la même opposition, la même division va continuer même après sa mort. Martin Luther alirudi kuomba msamaha kabla hajafa, akaomba Vatican. Martin Luther King, avant sa mort, est parti à Vatican et il a confessé. Kuanzia hapo mpaka leo mgawanyiko wa makanisa unaendelea, roho ya upinzani utakutii. Depuis ce jour-là, jusqu'à nos jours, la division des églises continue jusqu'au jour où nous parlons. Kanisa la Fanero. Ça, c'est l'autre église. Na huyo naye Fanero. ndani kwa kanisa lingine. Lui aussi, il vient de l'autre église. Parce qu'avant de venir, d'avoir sa propre église, on appartenait à une église, n'est-ce pas? Amekuwa Nairobi athiriva huko nayeenda kuna helikopta chapa. Il a été à Nairobi, et à Nairobi, il y a une église qu'on appelle église hélicoptère. Hiyo ni helikopta mafundisho watu wakitembea chini. Les enseignements de là, ça veut dire nous ne sommes pas les gens à marcher à pieds nus. On doit rester dans l'air. Wamekataa kutii mafundisho ya kanisa. Ils ont refusé d'obéir les enseignements de l'église. Sasa ingine hapo hapo Nairobi inaitwa Grace Ane Saka Church International. Ya huyu kazi yake, wanawake wanashinda, unakuja unakuwa wanakuwa. My God. Sasa wanawake, naomba Mungu amlete huyo mchungaji aweke hapa. Mimi si ndio mnatafuta miujiza. Alors, vous qui avez besoin de miracles, Naongea na watu. est-ce que je parle? Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Nimeenda Tanzania, Il est parti aussi en Tanzanie. kuna nabii Tito ya kwake. Il y a un prophète, il s'appelle Tito. If you have married a woman, Kama ulishaoa mwanamke, every house that who come to work for you also marry that one according to scripture when Abraham took over mjakazi. kufatana na jinsi Abrahamu alichukuaka Agar, nikisema kila mwanamke wote wa kazi ambao anaingia mnyumba yako, Bwana unaruhusiwa kumkamata kama bibi. So anafuata mafundisho. Tii mafundisho ya kanisa. Ils ont refusé à obéir Sasa les enseignements de l'Église. Maintenant, l'unité, kila
est tellement détruite. Chacun enseigne ses enseignements. Chacun donne ses révélations. Il n'y en a plus les révélations d'une seule église. Quelqu'un qui laisse ici l'église de pentecôtistes et il va encore très loin, par exemple à Kauku, pour dire que c'est là mon église et ça, c'est pas mon église. Il y a une chose qui me fait aimer l'église catholique. Tout catholique se réveille le matin et il sait que je vais à l'église. S'il y a tel prêtre qui va venir à l'église, il s'en fout parce que lui, il est parti à l'église. Nous n'allons pas prier le Père. Moi, mon travail de chaque dimanche, je dois aller à l'église. Si je croise qu'il n'y a pas de prêtre, je vais aller même chez le catéchiste. Il n'y a pas de question. Les catholiques vont à l'église et ça suffit. Mais les gens vont prier les gens parce qu'ils ont refusé les enseignements de l'église. Parce qu'ils ont refusé l'obéissance. Chacun se cherche dans les affaires. Amen. Maintenant, Jésus-Christ au paradis. La prière qu'il a dit, laissez-les devenir un, n'est-ce pas que ça lui fait très mal? Si nous rentrons à l'église catholique, moi aussi je ne veux pas vous abandonner. Le Jomari Anaï. Cœur sacré de Jésus. Charismatique. Même dans l'église catholique, il y a des divisions. Il y a même dans les charismatiques les gens de Bukalango, les gens de Maus. Même s'ils prient dans leur paroisse, lui il va directement à Bukalango. C'est là où il comprend bien les charismatiques. Moi, je suis de Chouamirembe. Vous pouvez voir que même ici, par exemple, si charismatique est en pleine messe, mais il y a une chorale qui chante à côté parce qu'ils ne sont pas intéressés par le charismatique. Satan est venu avec son arme, mais il relaxe parce qu'il voit que les fous sont en train de s'entretuer. Wakati Yesu alituambia kitu kimoja tu, tukuwe watiifu. Kama mnataka mkuwe wafuasi wangu, mujikatalie nyinyi wenyewe, muchukue mizigo zenu, misalaba zenu, na munifuate. Kama huwezi kumfuata Yesu ndani ya utiifu, Yesu anasema haumerite wayombe ya mbinguni. Amina. Nimeongelea kuhusu unity. Namaliza kwa kuwa muda wangu sio rafiki sana. Tukimaliza hiyo, kuna kitu kingine tunataka tuangalie, tuchunguze. One thing we want to look at, that to be obedient to the church is to obey and serve with the gift God has given you. Kukuwa mtiifu ndani ya kanisa ni kuweza kutii na kuwa mtumishi kupitia ile vipaji ambao Mungu ametupatia. If you are gifted in singing, kama umepata kipaji ya kuimba, come and sing. Nenda uimbe. If you are given a gift like our brothers here, and now
sending the message to the world outside there, do that to Kama- serve the Lord. Kama umejaliwa na kipaji ya kuweza kutuma ujumbe dunia nzima kupitia mtandao, There are some fanya people kazi. are gifted in arranging and organizing. Kuna watu ambao wamepata vipaji vya kutengeneza, kuwatayarishia watu mahali. But they are doing it serving the body of Christ, the church. Wanaendelea kufanya hiyo yote kwa kupitia chini ya kanisa. I am Mwili wa here- I'm kanisa here- ambao- I'm mwili wa here Kristo ambao teaching ni you. kanisa. Niko hapa nawafundisha. I'm serving the church. Niko natumikia kanisa. It is possible that I can also start my own church. Inawezekana hata mimi mwenyewe naweza nikaanzia kanisa langu mwenyewe, But it is not Christ's church. lakini haitakuwa kanisa la Kristo. It is not apostolic. Haitakuwa kanisa apostoliki. It depends on me. Itakuwa na dependre na mie. It has my own vision. Itakuwa na vision yangu binafsi. If I want people to pray minus clothes, Kama mimi nataka watu waombe bila kuvaa manguo, that is a doctrine in my church. itakuwa doktrine mkanisa yangu. It is not the church's teaching. Haitakuwa mafundisho ya kanisa. Today, Leo if Papa Francis made a mistake, kama or baba Papa Leo, kama Pape Francis ama Pape Leon a wanafanya church will makosa, sit and begin to discern. kanisa itakaa na kuanza kutafakari. They can remove him in office before he blunders. Wanaweza wakamtoa ndani ya ofisi mbele aweze kutufanya vipofu. Papa Benedict, they were putting a lot of pressure on him Pape Benedicto alikuwa anaweka pression sana juu yake to decide over certain things. kwa ajili ya kudeside juu ya mambo fulani fulani, And for him, he was a theologian na yeye alikuwa theologien. who tests every decision theologically and by scripture. Kazi yake alikuwa kuweza kuteste kila decision théologiquement mais aussi à travers les écritures. When he looked, he's growing older and brain he is becoming weak. He decided to resign before he causes a scandal to the church. Wakati aliona ya kwamba iko anakomaa na kukuwa mzee zaidi na akili yake inaendelea kuzofika, akaamua kuabandone, kuacha kanisa ili mtu mwingine akamate uongozi, He ili didn't asije want- akafanye erere ya kukamata maamuzi ambayo itabomoa kanisa. He didn't want to break the church by making wrong decisions. Hakupenda kubomoa kanisa kupitia kufanya maamuzi mabaya. So when we follow the church's teaching, Wakati tunafata mafundisho ya kanisa, that's why the Catholic Church stands up to today Yeah. under a lot of pressure and challenges. hiyo ndo ambao kanisa Katolika inasimamia mpaka sasa, ijapokuwa ni chini ya pression mingi sana, lakini umoja unabaki umoja. Even us as followers, Na hata sisi kama vile wafuasi, if we are grounded in true teaching of the church, you will never move your feet to go and look for another church. kama kweli tuna misingi yetu ndani ya mafundisho ya kanisa, hakuna siku ambao tutashawishiwa kwenda kutafuta kanisa zingine. Wangapi hapa wana ndoa hapa? Kwenye ndoa huko mambo yote iko sware, Sio, haziko changamoto. zipo kabisa. Lakini kama utaenda mpaka kifo kiwatenganishe, maana yako walielewa Mais mafundisho. si vous allez continuer pour que seule la mort vous sépare, c'est que vous avez compris la catéchèse. Lakini kama hujaelewa mafundisho, Si vous n'avez pas encore compris, huyo utachanganya miguu, wewe ndio unasema huyu simuwezi. vous allez commencer à dire que non, cette personne, je ne la maîtrise pas, je ne saurais pas Wewe continuer. ulivyokuwa unaolewa au kuoa huyo mtu, ulifikiri unaoa malaika? Quand tu mariais cette personne, est-ce que tu pensais que tu t'es marié à l'ange? Hata mbinguni malaika walifanya kiburi wakawafukuza. Même au paradis, au ciel là-bas, les anges ont troublé, ils ont été chassés. Maana yake changamoto ziko kila Ça sehemu. veut dire que les défis sont partout. But Jesus said, Mais Jésus-Christ a dit, for those who will persevere wale up to ambao the end, watavumilia na kupersevere mpaka mwisho they will be saved. watakuwa wameokolewa. Wangapi hapa wanataka wabaki wa Katoliki mpaka mwisho, hata Wangapi? kama mambo Combien yamebadilika? veulent rester catholiques jusqu'à la fin, même si les choses The vont only pas thing bien. that is going to save you, kitu moja ambayo itakaookoa, obey the teachings of the church. muendelee kutii mafundisho ya kanisa, Obey the word of God. muendelee kutii maneno ya Mwenyezi Mungu, Then you will remain firm. na mtabakia ndani ya umoja.
Finally, as I finish, Kwa mwisho, jinsi ninamalizia, obedience to the church utiifu kwa kanisa means obeying God, inamaanisha kumtii Mungu, following his word, kufata neno lake, respecting the legitimate church authority, na kuweza kuheshimu autorite legitime ya kanisa, and serve with humility and love. na uweze kutumika ndani ya humilite na pamoja na upendo. I didn't know Sikujua ya kwamba until last year I was in Tanzania. na mpaka mwaka jana alikuwa Tanzania. Father came to say mass in the sub parish, Padiri moja alikuja kufanya misa ndani ya paroisse moja fulani, but the Christians have done things which are not good, lakini Wakristo walifanya vitu ambao havikuwa vizuri, and the catechist says, na wakatikista akasema, I am as a center catechist, mie kama vile katekiste central I'm not authorizing this mass to siko go on. naenda kuruhusu hii misa isomewe. Father akafunga vitu vyake, parish priest akafunga vitu, akawaambia mpaka mmalizane na katekista ndio nirudi. Père Kire akasema, akafunga vitu vyake na akasema, sitasoma misa mpaka mmalizane shida ambayo mko nayo na katekista. Which means even the catechist by law of the church, he has authority. Ni kusema hata katekista kufuatana na sheria ya kanisa iko na ile autorite, And then the parish priest knows that authority of the catechist. na mpaka Kire anajua na kutambua ile autorite ya He also had to obey. katekiste, na yeye pia alipaswa kutii. Mimi nilifikiri Father Alpha and Omega. Nilikuwa nawaza kama Kire njo iko ku level ya niveau ya mwanzo na mwisho. Kumbe hata Father anajua katekista ana mamlaka kwa mambo fulani. Ça veut dire que même le père, ils connaissent que certains, disons les catéchistes, ont des autorités à certaines responsabilités. For the peace of our parish, let me also humble myself as a parish priest. Pour la paix de notre paroisse, je reviens aussi à mes décisions. Hello? Alors, Ni jambo la rahisi kweli au ni ngumu? est-il facile vraiment ou c'est très difficile? Because the church says catechist can decide on this and this and this, Father has to obey. Kwa sababu kanisa inasema kama katechista anapaswa kutii kwa hii na hii na hii, na kanisa inapaswa pia imempatia mamlaka, na hata mapadri nao wanaheshimia hiyo kanuni. And that is the strength that has kept the church moving. Na hiyo ndio nguvu ambayo imechukua na kuendelesha kanisa iendelee bila kubomoka. It is our prayer Ni sala yetu that God gives in us the spirit Mungu atupatie nguvu ya Roho Mtakatifu of humility ya kuweza kuwa watiifu na kushuka ndani ya humility, and seek to know and understand more about the church, na kuweza kutafuta hasa kuelewa mengi sana kwa ajili ya kanisa, so that we may serve the Lord ili tuweze kumtumikia Bwana in total obedience and submission, ndani ya utiifu wa kweli na hasa kujishusha ya kweli, accepting to be sacrifices, tukubali kuweza kuwa sadaka, so that Jesus may be glorified. ili Mwenyezi Mungu aweze kusifiwa na kutukuzwa. You look at the life of the saints. Angalia maisha ya watakatifu. Many of the saints, the one key thing is humility and obedience. Kitu moja ambayo inakutanisha watakatifu wengi kwanza ni ile utiifu na kuweza kuendelea kujishusha mbele ya Mwenyezi Mungu. That raised them up. Ni hiyo ndio inaweza kuwasimamisha na kuwakomalisha zaidi. We can also pray for the same grace. Tunaweza na sisi kuomba kwa neema hiyo hiyo. If you don't have that grace, Kama hauna hiyo neema, you will be like this thing I hear on the TV. I don't mark it. Tambulanga china all of you will begin to walk around because you have a big cross in the neck. Amen. Hello. Hello.